Uhali gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu pendwa ya Sauti ya Ukweli wa Leo pamoja na Sanctuary. Ninakualika na kukaribisha katika mwendelezo wa vipindi vyetu vizuri vya kujifunza neno la Mungu na uamsho, hususan tunapoelekea katika miisho ya ulimwengu huu wa leo na kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Langu jina ni Baraka David. Ninakualika tupate kuomba tunapoenda kujifunza neno la Mungu. Naam, tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa nafasi nzuri ambayo umetupatia mimi pamoja na mtazamaji wangu. Tunapoenda kujifunza neno lako, tujalie uelewa uliokuwa sahihi. Ni kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Ndugu mpenzi mtazamaji, tunaishi katika wakati wa kusisimua mno. Tunaishi katika wakati wa hatari kuliko nyakati zozote zile. Wakati ambapo mambo yote yanaonekana kwenda kwenye hatari. Wakati ambapo ulimwengu na wakazi wote wa ulimwengu wanaonekana kuwa na wasiwasi juu ya yale mambo ambayo yataujia ulimwengu. Tunaona namna ambavyo uhusiano wa mataifa na kimataifa unavyodorora kila kukicha. Vita vikishamili, njaa ikishamili, migogoro kila siku na machafuko mahali tumekuwa tukivishuhudia. Hii inaleta hali ya sintofahamu ulimwenguni na hali ya wasiwasi kwa wakazi wa dunia, ikiwemo ni wewe mtazamaji, ikiwemo ni mimi. Tunafikiria ni namna gani siku za usoni zitakuwa katika mfumo upi? Ni hali gani ambayo itakuwepo hapo mbeleni? Tunapata wasiwasi mkubwa. Ni kweli kabisa, ulimwengu unakaribia mwisho. Ni kweli kabisa, si punde tunafikia hatima ya ulimwengu huu wa leo. Unajua mathalan, unaweza ukatembea mahali ukamsikia mtu anasema tunaishi katika nyakati za mwisho, nyakati za ukingo wa ulimwengu. Lakini kama Wakristo, kama Waadventista wa Sabato, haitoshi tu kukiri ya kwamba tunaishi katika nyakati za mwisho. Haitoshi tu kukiri ya kwamba tunaishi katika miisho ya ulimwengu na kizazi cha mwisho. Lakini zaidi ya hapo, kuna jambo ambalo Bwana anahitaji tulifanye. Kuna jambo ambalo Bwana anahitaji tulifanye kulingana na wakati ambao tunaishi. Wakati ambapo maadili yanaonekana kumomonyoka kwa kasi. Wakati ambapo upendo wa mwanadamu unapoa kwa kasi. Wakati ambapo roho ya vita inavyoshamili na migogoro, vita vinavyoshamili na hali ya sitofahamu, Bwana anatuita tuutambue wakati huu na kufanya yale ambayo yanapaswa kufanyika kwa wakati huu wa leo. Unajua ndugu mpenzi mtazamaji, matendo yetu yote na matukio yetu ya kila siku kwenye maisha yetu yanaongozwa na muda. Muda ndio unaamua tule nini, tule saa ngapi, tuvae nini kwa wakati gani. Matukio yote yanaongozwa na muda. Kwa kuutambua wakati ni muhimu sana. Na ndio maana kuna matendo fulani ambayo tunatarajia kuyaona mtu akiyafanya nyakati za asubuhi. Na kuna matendo ambayo tunatarajia kumuona mtu akiyafanya wakati wa mchana, mathalani pia hata wakati wa usiku. Kwa hiyo muda unatuamua nini tufanye. Kwa ninakualika leo mpenzi mtazamaji, tutambue muda ambao tunaishi. Na kama kweli tunakiri ya kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho, wakati wa kupomonyoka kwa maadili na wakati ambapo Kristo Mwokozi wetu yuko karibu kurudi, kuna jambo ambalo Bwana anatuhitaji mimi na wewe mpenzi mtazamaji unaonitazama tufanye kwa wakati huu wa leo. Maandalizi ni muhimu sana. Ninatamani kuzungumzia kwa makundi mawili ndani ya kanisa. Makundi mawili ndani ya kanisa. Makundi haya yapo mpaka sasa. Itatusaidia kuelewa somo hili na kuyatambua makundi haya mawili ndani ya kanisa kupitia Biblia. Itatusaidia sisi kuweza kuchagua upande ambao tunaweza tukasimama kwayo. Itatusaidia pia kuelewa tumesimama katika upande gani. Ninakualika ndugu mpenzi mtazamaji, kuchukua Biblia yako kusoma pamoja nami katika kitabu cha Misali 22 fungu la 3 ili tuweze kuyatambua makundi mawili ambayo yapo ndani ya kanisa na ataendelea kuwepo mpaka pale ambapo Kristo atakapokuja mara ya pili. Katika kitabu cha Misali 22 ndugu mpenzi mtazamaji, na katika fungu lile la 3, neno la Mungu linasema, mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Wenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia.
Katika nyakati hizi za mwisho tunavyoishi, ndugu mpenzi mtazamaji, katika Mithali 22 fungu la 3 linatuainishia makundi mawili ya watu: wenye busara ambao wao huyaona mabaya na kujificha, na kundi la pili ni wajinga ambao wao huendelea mbele wakaumia. Unajua, hao wenye busara wanaona njia ambayo wanaiendea ina changamoto nyingi, kuna hatari mbele yao, na baada ya kuiona ile hatari wanafanya maandalizi ya kujificha, wanajificha na kuepukana na hatari ambayo iko mbele yao. Lakini wajinga wao wanaamua kupuuzia tu na kuona hakuna haja ya kuutambua wakati, hakuna haja ya kujua kile ambacho kiko mbele yao, na hivyo wao huenda mbele kama kawaida, wakienda mbele kimazoea, na hatimaye wanaanguka, wanaumia. Unajua, hata leo ndugu mpenzi mtazamaji, ndani ya kanisa na ulimwenguni kote kuna watu ambao wao wanatazama uhusiano wa kimataifa, wanatazama uhusiano wa jamii, wanatazama masuala ya kiuchumi, wanatazama namna ambavyo mmomonyoko wa maadili unakwenda, alafu wanagundua kwamba si punde, sio muda mrefu ulimwengu huu utakoma na kuangamizwa kabisa. Wanatambua hatari iliyokuwa mbeleni, wameamua kufahamu, wameamua kuwa wenye busara ili wafahamu kisha wafanye maandalizi. Lakini pia kuna kundi lingine la watu ambao wao wameamua kuishi tu kawaida kwenye hii dunia, lije lisije, wao wanaishi tu, na wao huwa wanafikiri ya kwamba kesho huenda ikawa kama jana. Wanafikiri kawaida kabisa, wanaona kwamba maisha ya leo na ya kesho huenda yakafanana kabisa, lakini sivyo. Hili kundi la wajinga, wao wanavyoona kwamba maisha kila siku yakiendelea kawaida, mwisho wa siku ni nini kinatokea? Wanaumia. Lakini hao wenye busara, kwa kuchunguza maandiko, kwa kuchunguza neno la Mungu, uhusiano wa kijamii, uhusiano wa kimataifa, wanaona kabisa kwamba si punde ulimwengu huu utaangamizwa, si punde kuna jambo la hatari mbeleni. Wanafanya nini? Wanafanya maandalizi kukabili hali ya hatari iliyokuwa mbele yao. Unajua ndugu mpenzi mtazamaji, hata ndani ya kanisa makundi haya yapo. Kuna watu ambao wanajali wakati, kulingana na nyakati tunazoishi, wanafanya maandalizi yao kukabili wakati ulio mbele yao. Wanaona hatari iliyo mbele yao, wanaukabili wakati huo kwa kufanya maandalizi. Lakini kuna kundi lingine ambalo lipo pia ndani ya kanisa, huenda nipo mimi, huenda upo wewe ndugu mpenzi mtazamaji, ambalo hilo linaona maisha ya jana huenda yakawa hivyo hivyo hata kesho. Haoni mabadiliko yoyote, haoni changamoto yoyote, unaona kabisa hali ya ushwari muda wote, hata kama ulimwengu wenyewe unatuonyesha kabisa kwamba hakuna ushwari unaoendelea, lakini wao watalazimisha kwamba kuna ushwari unaendelea, kuna amani inaendelea. Lakini hawa wajinga tunaona mwishowe hatari inapokuja kutokea wanaumia. Muda huo wenye busara wao wamejificha, wamefanya maandalizi, na wakati wa hatari unapokuja wanakabili kwa nguvu zote na kwa hali zote. Nataka tujifunze jambo moja. Hawa wenye busara wanafahamuje ya mbeleni na wanajificha, kama kwenye kitabu cha Mithali 22:3 kinavyotueleza ya kwamba wenye busara wanaona hatari, wanajificha. Na nini maana yake kujificha? Kujificha haimaanishi kujificha nyuma ya kitu fulani, hapana. Hawa wenye busara baada ya kuona mabaya na hatari iliyokuwa mbele yao, wanachokifanya ni nini? Wanafanya maandalizi ya kukabili wakati wa hatari ambao wameiona mbeleni. Kwa hiyo hawa, muda ule wa hatari na shida na dhiki unapokuja, hawa huwa wamekamilika, wana silaha zote za kushinda, wamejiandaa vya kutosha. Lakini wajinga wao walipuuzia kwa wakati wa hatari unapokuja, kwa sababu hawajajiandaa, kwa sababu hawajajificha kwa kufanya maandalizi, hawa wanaumia. Ndugu mpenzi mtazamaji, ninataka tuangalie ni kitu gani ambacho hawa wenye busara wanakitumia kama taa, kama tochi, ili kuangalia yale ambayo yanakuja mbeleni. Kwa sababu kama wanayaona ya mbeleni alafu wanajificha, wanafanya maandalizi, kwa lugha nyingine kuna kitu ambacho kinawasaidia hawa wenye busara kuyatazama ya mbeleni, kuona hatari. Kuna kitu ambacho kinawaelekeza, wanadila ambayo inawaelekeza wanaelekea wapi na huko mbele kuna nini. Na baada ya kutambua, wanajificha kwa kufanya maandalizi. Je, dila ya wenye busara ambao wanaelezwa hapa ni ipi? Ni kitu gani ambacho kinawaonyesha wenye busara ambacho hawa wajinga hawana, na hatimaye wanaenda pasipo kuelewa, wanaenda tukakuta kujali, na mwisho wa siku tunaona wanaanguka, wanaumia. Ndugu mpenzi mtazamaji, ninakupeleka katika kitabu cha Zaburi 119 fungu la 105. Tusikilize neno la Mungu linavyosema. Neno la Mungu linasema,
Neno la Mungu linasema, neno lako ni taa ya miguu yangu, ni mwanga wa njia yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa neno la Bwana ni taa ya miguu na mwangaza wa njia. Kwa hiyo hao wenye busara wamewazidi nini watu wajinga? Hao wenye busara wamechukua neno la Mungu, na neno la Mungu kwa sababu ni taa ya miguu yao na mwangaza wa njia zao, wanaona mbeleni kuna hatari kiasi gani na usalama kiasi gani. Kwa hiyo hawa wenye busara wanaangalia uhusiano wa mataifa na shughuli zote za kiulimwengu, halafu wanaona kwamba hali iliyopo mbele si shwari na wanafanya maandalizi. Wanatumia nini hao? Wanatumia neno la Mungu. Wanatumia neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu ni taa ya miguu yao na mwangaza wa njia zao, kama kwenye Zaburi 119 fungu la 105 linavyosema. Unajua ndugu mpenzi mtazamaji, hata unapokuwa katikati ya msitu mnene wakati wa giza kali, au katikati ya giza kali na utusitusi, unapopata taa au tochi na inakumulikia njia, utaweza kuona njia ambayo inaiendea aidha ni salama au sio salama. Na kama njia hiyo ina makorongo, ina misukosuko, ina milima, ina nini, kwa sababu una tochi na kumulikia, utajiandaa kubeba vifaa vya safari vizuri. Utajiandaa kwa uzuri sana. Kwa nini unajiandaa kwa uzuri? Kwa sababu una tochi imekumulikia na umeona njia unayopitia ni njia ngumu. Kwa hiyo unafanya maandalizi ya kupita kwenye hiyo njia ya hatari. Lakini hawa wajinga hawana neno la Mungu na wala hawajali neno lake na wala hawathamini. Kwa hiyo wao wanaenda tu kama jana, wanaenda tu kama kesho, wakiamini kwamba muda wote mambo yanaweza yakawa shwari muda wote. Na mwisho wa siku nini kinatokea? Wakati wa hatari unapotokea, hawa watu wajinga wanashindwa kustahimili na wanaanguka, wanaumia, wakati wenye busara wao walifanya maandalizi kwa sababu walizingatia neno la Mungu, walizingatia unabii, wakaona hatari iliyo mbele yao. Unajua miongoni mwa vitu ambavyo vimebarikiwa sana ndani ya hili kanisa ni kuwa na roho ya unabii. Ni kuwa na unabii. Unabii ambao unatuonesha kweli tulipotoka, wapi tulipo sasa na tunaelekea wapi. Unajua hatujaachwa gizani. Wakati ambapo ulimwengu unalalamika, ulimwengu haujui kesho inakuaje, sisi wa Adventista, sisi wa Kristo tunafahamu. Wakati ambapo uhusiano wa mataifa unazorota, wakati ambapo tunaona hali ya kiuchumi kudidimaa na kudumaa, wakati tunaona njaa zinaongezeka, wakati tunaona hofu ya vita inaongezeka, sisi kama wa Adventista tunafahamu ya kwamba mbeleni kuna kitu gani. Ila ni pale ambapo tutaamua kukataa, tutaingia katika kundi la pili, kundi la wajinga, ambalo tutakuwa tukienda pasipo kutazama mbele, tukienda tukiwa tumefungwa vitambaa usoni, na hatimaye tunadumbukia kwenye mashimo na kudumbukia na kuangamia. Ni kweli? Je, tumepewa neno la unabii? Ni kweli. Unabii tunao, na Bwana ametubarikia karama ya unabii kama kanisa, ambapo tunaweza tukajifunza neno lake, na kufahamu yale ambayo yanaujia ulimwengu sipunde. Ninakualika mpenzi mtazamaji, ni kutazamisha katika kitabu cha Petro wa kwanza, Petro wa pili 1 na fungu la 19. Petro wa pili 1 na fungu la 19. Tusikilize ni nini tena Bwana anakisema. Waraka wa pili wa Petro 1 na fungu la 19, neno la Mungu linasema, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema. Petro wa pili 1:19, ndugu mpenzi mtazamaji, anachokieleza ni nini? Anasema nasi tunalo lile neno la unabii, naam, lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia, zingatia hili, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema. Kwa hiyo Biblia iko wazi. Wakati ambapo ulimwengu na wayawaya, sisi tuna roho ya unabii. Sisi tuna unabii ambayo unatumulikia kama taa inayong'aa pahali penye giza. Wakati ambapo ulimwengu ni kana kwamba hauelewi, sisi tunaweza tukaelewa. Wakati ambapo shida inasonga, uchumi kuyumba, sisi tunaelewa mwisho wake ni nini, endapo tutazingatia neno la unabii. Unajua ndugu mpenzi mtazamaji,
Ninapenda kukutia moyo ya kwamba endapo inaonekana kabisa tunafikia katika ukingo wa ulimwengu, tunafikia katika miisho ya ulimwengu, tunaona kabisa maadili yakimonyoka, tunaona namna ambavyo uhusiano wa kimataifa ukimonyoka, lakini Bwana anasema sisi tumepewa nuru, na nuru ambayo inang'aa pahali penye giza. Nuru hiyo ni neno lake. Na kwenye Zaburi 119 fungu la 105 tumeona Bwana anatuambia neno lake ni taa ya miguu yetu na mwangaza wa njia zetu. Kwa tunaweza tukajikita katika neno la unabii kufahamu kesho yetu ikoje. Tunaweza tukajikita katika neno la unabii tukafahamu hatari iliyo mbeleni. Na baada ya kufahamu hatari iliyo mbeleni, tunaweza tukafanya maandalizi ya kinefu kwa sababu ya kukabili wakati uliokuwa mbeleni. Nikualike kwa vipindi vijavyo ambavyo vitaendelea katika channel yetu hii na kuutambua wakati, vipindi vizuri mno ambavyo tutakuwa tukihusianisha mambo ya kitaifa, mambo ya kijamii, mambo ya kiuchumi na unabii, wapi tulipo, wapi tulipotoka na tunapokwenda. Ninakukaribisha sana, nikualike tupate kuomba. Baba yetu, tunakushukuru kwa somo hili. Endelea kutupa uelewa wako ili tuweze kujifunza neno lako. Wakati huu ambao tunaishi ni wakati wa hatari sana. Tusaidie mimi pamoja na mtazamaji wangu tuweze kuelewa neno lako na kutambua wakati ambao tunaishi na kufanya maandalizi. Jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.